wikendi. Sehemu ya pili sasa. Uchaguzi wa mwaka 2007 ulikuwa chwara. Hatimaye waliohusika kuchovya kura za uchaguzi ili kuwasaidia watu fulani kuibuka washindi wamefungua nyoyo. Makamishna waliohudumu na ECK na wasimamizi wa vyombo vikuu vya habari na walinzi serikalini wamekiri kukarabati matokeo ili kumnyima ushindi hayati Raila Amolo Odinga. Kwenye makala maalum uchaguzi chwara mwaka 2007, mwanahabari wetu Ruga Ival anasimulia jinsi nyota ya Raila Odinga ilinyakuliwa na vyombo vya dola. Ila aujuaye huo kweli ima ni hayati Mwai Kibaki. Tazama. Siri nzito ya miaka mingi hatimaye imemwagwa. Siri kuhusu ukweli haswa wa uchaguzi wa mwaka 2007 na machafuko yaliyotukia, na ni nani haswa alikataa katakata kushindwa na kufanya liwe liwalo kuzuia aibu ya kutoingia Ikuluni. Alhamisi ya tarehe 27 mwezi Desemba mwaka huu 2007 ulizaa mgogoro ambao huenda ukachukua miaka na mikaka kutatua. Hata ingawa wasemao husema ya kale hayanuki, haya ya siasa yananuka, na watoto wadogo waliokuwa kipindi hicho wasielewe haswa kwa nini sasa ni watu wazima. Walioachwa bila baba na mama na walokimbia makoa hadi wa leo watajiapo mwaka huu, machozi ya uchungu hugubika nafsi zao. Ndimi zinaganda na maneno kuwa mazito kuwatoka kwa sababu yaliyowafika. Confession is good. That when you know you participated in whatever and that led to some outcome that was not desirable, I think it's only fair that you say as it is and then let people make their own judgment. Yamkini matokeo ya mwaka huu na machafuko ni jambo ambalo wengi wanalifahamu fika. Na jioni ya leo, miaka 20 baadaye, NTV haina budi ila tu kukutemea siri nzito ambazo zimekuwa nyoyoni mwa waliohusika na kushuhudia moja kwa moja jinsi rais wa tatu hayati Emilio Mwai Kibaki alivyorejea uongozini kwa hatamu ya pili kwa tundu la sindano. Wa mujibu wa